mengi na bado tuna imani moyoni, yajayo ni manyingi, barabara hadi kitani. Sasa nipo jimboni na miradi kujonea, mwenye macho tazama, fungo bongo fikiria, jimbo kwa jimbo story tunaongea. Salum Kantara ndani ya jimbo la Mtoni kuja kuangazia miradi ya maendeleo jinsi ilivyotekelezwa na serikali ya awamu ya 8 hadi kitani. Sasa nipo jimboni na miradi kujonea, mwenye macho tazama, fungo bongo fikiria. Afisi ya mbunge jimbo la Mtoni. Ukiniona jimboni kwako wazi wesogea. Katika ofisi ya mbunge kuna ofisi mbili, ofisi ambayo inajitegemea na masuala yake kuhudumia wananchi, alafu pia kuna ofisi ya SACCOS ambayo ndio hii hapa uliofika. Hii ni SACCOS ambayo mheshimiwa katika ahadi zake wakati anagombea aliweka ahadi kwamba akipata atafungua SACCOS. Kwa hiyo hii SACCOS ni ahadi za mheshimiwa mbunge ambazo amemsaidia mheshimiwa rais katika kutekeleza majukumu ya kuwasaidia wananchi kiuchumi ili waweze kujisaidia kujikwamua katika hali ya kimaskini. Na miradi kujonea, mwenye macho tazama, fungo bongo fikiria. Wewe ni mmoja nufaika katika SACCOS. Ndio. Imekunufaishaje? Kama mimi mwanamke nufaisha kupata mkopo kujiendeleza kwenye biashara zangu. Baada ya hii SACCOS kuna mradi gani ambao serikali ya awamu ya 8 imetekeleza katika ile jimbo ambao nyinyi kama wananchi wa ile jimbo la Mtoni mnajivunia? Barabara, skuli. Hapo mwanzo ilikuwa barabara ilikuwa kunakuwa nafusi kuingia maji, lakini sasa hivi tumetiliwa lami, twashukuru alhamdulillah. Mambo yanaenda vizuri, tunafanya biashara zetu na njia tunatumia kama kawaida. Habari dada? Nzuri, vipi hali? Safi, mambo anasemaje? Safi, nashukuru. Kwema? Kwema gabi. Oya, mambo? Fresh. Unaitwa nani? Nashi. Poa lakini eh? Haya, poa, naongea na mama kidogo. Jina unaitwa nani? Naitwa Joha. Da Joha, naona upo katika SACCOS hapa katika kupambania hela. Nipo katika SACCOS yetu hapa. Haya, poa, hali ya afya katika jimbo hili la Mtoni ikoje? Kwa hali ya afya kwa sasa hivi tunashukuru Mungu iko vizuri, kwa sababu hospitali ziko nyingi na tunafika kwa urahisi kwa sababu ya barabara sasa hivi zimetengenezwa vizuri, kwa huduma tunaipata vile tunavyostahili. Vipi hali ya huduma ya maji pia nayo ikoje? Huduma ya maji kwa sasa hivi tunapata vizuri kwa sababu mabomba yameenea kila nyumba. Kisima kipo karibu kwani katika mitaa hii ambayo unakaa? Kisima kipo karibu. Unaiambia nini serikali ya awamu ya 8? Naishukuru mpaka hivi sasa Mwenyezi Mungu ametujalia vizuri na wanazidi kutenda vizuri. Asante. Nikiwa anaendelea na ziara yangu ya jimbo kwa jimbo katika jimbo hili la Mtoni, na hapa nipo katika skuli ya Mtoni maandalizi na msingi. Nimekutana na moja kati ya mwalimu. Mwalimu, habari? Nzuri. Kwa jina, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Mwalimu Biasha Machano Haji, nasomesha maandalizi Mtoni. Mwalimu Biasha, naona hali ya madarasa ni nzuri, imependeza na mnasomesha katika mazingira mazuri. Bana, naona viti, yani sio kama awali watu walipokuwa wanakaa chini. Unazungumziaje madarasa haya? Tunashukuru alhamdulillah rabbil alamin, tunashukuru serikali yetu ya hii ya awamu ya 8 kwa kutumalizia jengo letu hili. Mwanzo tulikuwa tuna changamoto kubwa tu kwa sababu maandalizi tulikuwa tunakaa darasa moja, maandalizi 2 na maandalizi 1. Sote kwa darasa moja. Lakini toka kuja hii awamu ya 8 alhamdulillah rabbil alamin wametumalizia, tumepata madarasa 3, tumepata stafu, tumepata na store. Alhamdulillah watoto wanasoma kwa kujifaragua, alhamdulillah tuna nafasi kubwa tu. Tunashukuru serikali yetu. Katika kupita nilihadisiwa kwa kuna habu ya kemi na art na science. Ipo alhamdulillah, tunashukuru pia tumemaliziwa habu yetu, lakini haipo kwa hapa, kwa kule nyuma. Pia imemaliziwa katika hii awamu ya 8. Wanafunzi, na kama mwalimu kwa wanafunzi unawashauri nini wanafunzi wako kupitia madarasa haya na hizo habu ambazo zimejengwa kupitia hii awamu ya 8? Alhamdulillah, tunawashajihisha kutumia habu, na pia sasa hivi hatuendi mbali. Watoto wanakwenda habu kusoma
mpaka maandalizi pia tunawapeleka habu. Hatupandi gari sasa hivi. Habu yetu iko hapa hapa. Maandalizi wanasoma na sekondari pia wanasoma, msingi pia wanaenda habu. Tunashukuru si haba kwa hilo. Unaishauri nini serikali ya awamu ya 8? Naishauri serikali ya awamu ya 8. Tumepata. Alhamdulillah. Tunashukuru. Lakini pia tunataka nyongeza. Maandalizi kama maandalizi na mimi ndo maandalizi. Ndio. Tunataka ngalau tutiliwe nini unajua? Kwa macho yangu haraka mafeni. Mafeni projector pia tunaomba kwa wageni wetu nyie mlofika hapa mtupelekee salamu zetu kwa serikali yetu. Photocopy tunahitaji pia, maandalizi tunakuwa tunatumia. Tukiletewa photocopy pia tutakuwa tunajisikia vizuri. Na kiwanja pia cha kuchezea watoto hatuna. Unaona kokoto hizo? Ndio. Asubuhi nimewatoa watoto pale, mmoja kaumia. Kwa hiyo tunahitaji pia, tuna changamoto ya watoto, uwanja wa kuchezea watoto, mapembea ya watoto, kama maandalizi, mwalimu wa maandalizi na jilabu hivyo tu. Ndio hivyo. Tangu kujengewa haya madarasa unaonaje wanafunzi kwa maandalizi katika ukaaji na uelewa katika kusomesha? Tumepata ufanisi mkubwa tu, na hasa kwa mtaalamu pia. Tumepata ufanisi mkubwa kwa sababu madarasa yana nafasi, wanasoma kwa nafasi. Tunatumia vifaa kwa kujifaragua. Ndio hivyo. Asante mwalimu. Asante nawe. Tumemsikia mwalimu Diasha akitoa maelezo yake katika skuli hii ya maandalizi na msingi Mtoni. Bado naendelea na ziara yangu katika jimbo hili la Mtoni. Jayo ni manyingi barabara hadi Kitani. Sasa nipo jimboni na miradi kujonea mwenye. Safari yangu ya jimbo kwa jimbo imenifikisha katika soko la Shuari, soko kwa kisasi. Nipo na mheshimiwa Sheha wa shehia ya Mtoni. Mheshimiwa Sheha, habari? Salama za kazi. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Majukumu ya shehia yakoje kwa sasa? Alhamdulillah, tunashukuru Mungu. Kwanza nianze kwa kujitambulisha. Kwa majina naitwa Zahra Hassan Muhammad, ni sheha wa shehia hii ya Mtoni. Mheshimiwa Sheha, soko la Shuari, soko la nufaishaje wananchi wa jimbo la Mtoni? Soko la Shuari linanufaisha wananchi wa shehia ya Mtoni na wadi ya Mtoni kijumla. Ndio. Kwa sababu hili ni soko linalojumuisha shehia mbili, wafanyabiashara wa hapa, na wamenufaika kwa sababu mwanzo walikuwa wanapanga njiani. Kwa hiyo ilikuwa kwanza kiafya si vizuri, pia mazingira, kiusalama pia, kwa sababu wapita njia wanapita humo na wao wanapanga biashara humo. Lakini sasa hivi wamekusanywa, wamekuwa hapa. Kwa hiyo mambo ya jua hawapati tena, mambo ya mvua hawapati tena. Kwa hiyo shehia Mtoni, wananchi wangu wamenufaika sana kupitia soko hili. Unashauri nini sasa wananchi hao ambao wananufaika kupitia miradi hii? Cha kwa shauri hapa ni kwanza wadumishe usafi. Na pia wavumilie, kwa sababu sasa hivi ni mwanzo mgumu, wanalalamika hapa kimasoko. Lakini watu si walizoea kutawanyika, lakini sasa hivi tunawakusanya pamoja. Kwa hiyo mwanzo mgumu, lakini naona kitu kitakuwa, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Neno lako kwa serikali ya awamu ya 8? Kwanza nataka niipongeze serikali ya 8 hii ya awamu ya 8. Kwa kweli iko vizuri zaidi. Walioanza wameanza, lakini na hii imeturukisha zaidi. Kwa sababu wa kwanza wamefikia 7, huyu kafikia 15 mzima kama si kumaliza. Kwa hiyo tunashukuru, kwa sababu ukiangalia mambo mengi imefanya. Ukianza nyanja za skuli za kisasa tunaziona. Kwa hiyo wanafunzi wanafaidika, kiufupi wanafaidika kuanzia watoto wadogo hadi wazee wa miaka 70. Kwa hiyo rika zote hizi zinafaidika. Unafaidika kupitia skuli, hospitali, masoko hayo, mpaka pensheni ya jamii kwa wazee. Asante Mheshimiwa Sheha. Asante. Safari yangu ya jimbo kwa jimbo imefikia tamati katika jimbo la Mtoni. Mimi Salum Kantara, bye. Jonea mwenye macho tazama, fungo bongo fikiria. Jimbo kwa jimbo story tunaongea, ukiniona jimboni kwako wazi wesogea.